Kama ambavyo umenitambulisha kwa ufupi, majina yangu ni Rogers Mosha. Watu wengi wamekuwa wakiniita Mosha ama Prince. Mimi ni mjasiriamali wa teknolojia. Na pia leo nitatumia sana Kiswahili, lakini nitamix na Kiingereza kidogo kwa sababu si unajua maneno ya Kiswahili na Kiingereza kuna mengine yanakuwa magumu. So mimi ni tech entrepreneur, ni mjasiriamali wa teknolojia, na nimeanzisha Tuko Live Creatives pamoja na Interfect Technology. Nimeanzisha pamoja na washirika wenza, na kote huko tuna deal na kutatua matatizo ya watu na kutengeneza memories kwenye biashara za watu, haswa kwenye kubuild brands na kufanya solutions ambazo zinaleta matokeo makubwa. So kwenye upande wa Tuko Live Creatives tunafanya sana marketing, lakini pia kwenye upande wa Interfect Technology tumebase sana na masuala ya AI na software development in general, umeona. Na kote huko tumefanya wonders tofauti. Kwa mfano kwenye Tuko Live Creatives tumefanya kazi na taasisi, project bado zipo zinapikwa, which is siwezi kuzitamka hapa ni project gani na gani, lakini masuala ya financial industry na baadhi ya vitu vingine kadha hasa kwenye upande wa biashara. Lakini pia kwenye Interfect tumekuja na product ambazo zitakuwa zinasaidia kutatua matatizo fulani ya jamii husika ama biashara husika kwenye upande wa Interfect. So upande wa pili umeniuliza msukumo ni kitu gani, reason enough za kutokuacha na kuendelea kufanya hivyo, lakini pia support ya watu ambao wananizunguka na kufanya nao kazi, timu ambayo tunashirikiana push kwa pamoja. Tunaweza nikasema pia ni reasons ambazo zinanifanya ninaendelea kupambana mpaka sasa hivi. Nitaielezea AI kwa namna mbili kama nitaweza kwenda in details sana, lakini nataka iwe very simple kwa mtu wa kawaida aelewe. Mimi huwa nawaambiaga watu AI ni kama mtoto mchanga. Umeona yani AI ni kama mtoto mchanga. Nikisema hivi namaanisha kwamba AI ama akili mnemba ni kwa kukitafsiri kwanza neno AI yani abbreviation yake imetokana na neno artificial intelligence, kwamba ni artificial, ni kitu ambacho sio natural, unanielewa? So ni akili bandia. Sasa hiyo akili bandia mimi naitaga kama mtoto mdogo, kwamba mtoto mdogo una uwezo wa kumfundisha afanye chochote kile ambacho unataka akifanye akiwa mdogo, na akakikariri na akakifanya vizuri zaidi, umeona. Kwa hiyo anapokuwa amekariri au anapokuwa ameelewa au anapokuwa amefuata ile process ambayo umempa, inakuwa imefundishwa kuanzia, ikiwa haina data yoyote, ikiwa haina information yoyote, inakuwa imefundishwa kwamba wewe utafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Na sasa inapoanza kufanya better, inapoanza kufanya vizuri na kutoa results ambazo tunaona this accuracy yake imekaa very high, hapo tunasema kwamba AI yetu at least imeanza kuwa mature, ndio kama mtoto ameanza kuwa vizuri, unaona. Naweza nikamwambia kwamba AI ni programu ambayo inaweza ikajifunza, umeona, kutokana na data ambazo ni za nyuma, ambazo mtu ama tunamuita programmer ama mhandisi anaweza akaziweka, umeona, kwa ajili ya hiyo AI baadaye ije imkumbushe na impe majibu, umeona. Labda inaweza ikawa kupanga hesabu za bidhaa, inaweza ikawa kusaidia kufanya labda prediction, utabiri wa mambo fulani, umeona. Na AI sio lazima mtu ajue masuala ya coding, umeona. Unaweza akaifanya mwenyewe kwa kutumia some free tools na baadhi ya vitu vingine. So hivyo ndio naweza nikaelezea AI kwa lugha
ambayo ni rahisi, umeona creatives ambazo ama jinsi ambavyo tunatumia AI kuna tofauti fulani. Kwenye Interfreak tunakuwa tunaenda more deeper, lakini pia kwenye Tuko Live Creatives nako tunakuwa tunaenda labda deeper kidogo, sio sana kama kwenye nanili. So nikielezea kwa jinsi gani tunatumia kufanya cha kwanza ni kurahisisha kazi, yani sio kurahisisha, tuna task automation. Automation kwa Kiswahili sinashindwa kujua Kiswahili chake, ni kazi zinazojirudia tunafanya kwenye upande wa Tuko Live Creative. Tunafanya kwa upande wa kazi zinazojirudia. Kwa mfano tuna service ya social media management kwenye kuna wateja ambao labda ni business fulani, ni taasisi fulani, tuna manage mitandao ya kijamii. So kuna zile kazi zinazojirudia kama watu wateja wao huwa wanatuma message, wanauliza bei fulani, umeona wanauliza naomba bei ya kitu fulani kinauza shingapi, au mtu tu ana comment kitu fulani anataka kujua kinakuaje. Sasa unapata comment 2000, unapata comment message 200, utajibu zote kwa wakati mmoja, unakuwa busy, si ndio? Kwa hiyo sasa ukizingatia kama Tuko Live Creative, sisi ndo tuna manage hiyo social media ya ule mteja mmoja, na hatuna mteja mwingi, hatuna mteja mmoja tu, tuna wateja labda watatu, tunafanya social media management every month, umeona. Kwa hiyo lazima tutumie AI tools kwa ajili ya kufanya automation, na moja ya AI tools ambayo tunaitumia ni ManyChat. Kama kuna mtu anaweza kaifahamu ManyChat, kama kuna mtu anaweza, unajua naongea nikijua kama kuna watu wako live wanatusikiliza. It's okay. So ManyChat ni moja kati ya tool ambayo nadhani unaifahamu, umewahi kuisikia? So ManyChat ni moja kati ya tool ambayo inamsaidia mfanyabiashara kumanage social media pages zake. Kama kujibu comment, inakusaidia kujibu comment. Unaweza ukaiset kama watu wakituma message ya aina hii wakiulizia labda bei, iwaambie kitu fulani. Kwenye posti fulani watu wakisema hichi, iwaambie kitu fulani. Itume yenyewe email, ifanye hivi, itume message ya WhatsApp hivyo. Kwa hiyo ManyChat ni moja kati ya tool ambayo tunaitumia sana kwa ajili ya kufanya hizo nanili automation. Nyingine ambayo tunaitumia kufanya kwenye AI kwenye Tuko Live Creatives, kwa mfano kuandika captions, labda kwenye tunahitaji hiyo writing, unaona kwa mfano labda tunafanya content plan, umeona, tunafanya content plan labda ya mwezi mzima au ya wiki moja, alafu tuna business start, tunatakiwa tuandalie content plan ya mwezi mmoja. So inabidi sasa tutumie AI tools kuweza kutusaidia kuandaa labda content post nini kiandikwe, kuandaa script labda za video, tutashuti video gani, poster gani itengenezwe, tutengeneze poster hivi, itusaidie kuandaa hivyo. Kwa hiyo AI inatusaidia kufanya hizo caption, inatuandikia. Kwa baadaye sisi tukija tuna copy, tuna paste, tunaangalia kipi kimekaa sawa, kipi hakijakaa sawa, tunarekebisha kidogo, and then tunakuwa tuna upload. Lakini pia tool ambazo sana huwa zinatumika hapo, tunatumia GPT, umeona tool nyingine ambayo naweza tukaitumia hapo kwenye kufanya hizo task, labda Gemini ama DeepSeek, nayo tunaweza tukaitumia. Nadhani watu watakuwa wanazifahamu, au kama wazifahamu wanaweza kaendelea kuzifuatilia, umeona, kwenye kufanya hizo upande wa vitu hivyo, umeona. Lakini pia kwenye kugenerate images, ChatGPT anafanya, pia Gemini kupitia Nano Banana naye anatusaidia sana kufanya kazi kwenye huo upande wa sana kwenye, tunaweza kusema content creation. Anaturahisishia hizo tools ambazo nimezitaja,
zinatusaidia sana kurahisisha nikizungumzie haswa kwenye upande wa Interfreq. Uliniuliza pia Interfreq vipi mnatumiaje AI tools. Ni Interfreq pia sana huku sisi ni developers, umeona huku sisi ni developers, kwenye Soko Life Creative sisi ni marketers, umeona. So kwenye Interfreq sana AI tools ambazo tunatumia kwa ajili ya kuturahisishia labda correct code, labda kuna zile task za ambazo labda zitatumia muda kuweza kuziandika, coding ambazo labda kugenerate labda form fulani, code ambayo labda ni form, some interfaces, kufanya designing labda ambazo sio back-end, na designing labda za haraka. Tuna kazi nyingi zimetubana, tuna watu wengi wako kwenye foleni, so kufanya design ambazo ni za haraka tunahitaji template ambazo ni za haraka, tunaweza tuka present kwa mteja kama MVP ni kirefu chake ni movable viable project, mini viable project. Nashindwa kujua maana yake, ila maana yake halisi ni kwamba ni ile short project ambayo mnaifanya kwa mteja ili aone kwamba mmeelewa kwamba requirements zake ni zipi. Sasa huwezi kukodi mfumo mzima, lazima ukodi tu kidogo, highlight then umtumie sample ya mfumo auone hizo highlights na nini. Hamwezi kumaliza kwa kukaa chini na kuanza code development team yote mkamaliza. Kwa hiyo labda mnakuwa mnatumia AI tool kama Ready, umeona, na inakuwa inawasaidia, umeona. Ziko tool nyingi, lakini one of our favorite ambao tunatumia sana ni Ready, umeona, kwa kutengenezea hivyo. Lakini pia Figma nayo it's the best, tunaitumia sana kwa ajili ya kutengeneza hizo templates. Developer wananielewa hapa nikiongea, unaona. So na tools nyingine ambazo maybe tunaweza tukaona hizi ni best kama ChatGPT, labda kuna code fulani tunataka kuzirekebisha na nini, so huwa tunatumia sana kwenye Interfreq technology. Huku tunatumia AI tools kwa nanili sana, yani kwa ajili ya kufanya sana development, umeona. Lakini pia upande mwingine tunatengeneza kwa huku upande wa Interfreq AI tools ambazo tunatumia AI kwa ajili ya kutusaidia kutengeneza AI agent. Hapo sijui kama nimeeleweka nikisema AI kwa ajili ya kutengeneza AI agent, ni kwamba AI tunaitumia kwa ajili ya kumtengeneza AI mwenzake ambaye atafanya kazi fulani. Sio umenipata yani, so na ziko tools nyingi ambazo tunazitumia kwa ajili ya kufanya hizo AI automation, kwa ajili ya kugenerate hizo agent, umeona. So kwenye upande wa Interfreq ndo haswa huwa tunafanya hivyo kwa ajili ya kufanya AI agent. Kwa upande wa Interfreq pia sitaongea vitu vingi. Watu wengi wamekuwa wakidhani kwamba AI ni just unaenda tu pale unaambia fanya kitu fulani, inakupa kitu fulani, matokeo yanakuwa mazuri. Unaona, wamekuwa wakidhani hivyo, lakini kiukweli kuna kitu tunaita prompt engineering. Prompt engineering ni kwamba kwa Kiswahili ni kusema prompt ni engineering, ni uhandisi. Mimi Kiswahili kinanisumbua kutafsiri maneno ya Kiingereza kuja Kiswahili, ila so prompt ni nini? Unaona, mtu anapokuwa unaandika pale kwenye AI, unamuuliza kitu bana, nataka kujua hali ya hewa ya joto la Dar es Salaam likoje, unamwambia afu unatuma. So ile message ambayo unamtumia ndo tunaita prompt. Kuna mtu anaweza kumuuliza hivyo, hali ya hewa ya joto ya Dar es Salaam ikoje, akapata majibu ambayo ni ya kawaida. Afu kuna mtu anaweza akauliza ku topic hiyo na akapata majibu ambayo ni data kubwa, kwamba ikamletea hadi Temeke pakoje, wapi pakoje, maji na nini, si unaelewa?
ikamletea taarifa, hali jua limewaka wapi sana, mvua imepiga wapi, hivi na hivi. So ina maana yule wa pili ameuliza kwa umakini sana. Yani tunaita engineering. Engineer si mhandisi, muona, ambaye mhandisi ni mtu ambaye anatumia best. One of my professor aliwahi kunifundisha, akaniambia, anaitwa Professor Kim, akaniambia kwamba engineer ni mtu ambaye anatumia njia rahisi na simple kutatua jambo kubwa. Unaona? Yeah, so ina maana yule wa pili ni mtu ambaye ametumia njia rahisi na simple kuleta matokeo makubwa. Hata ukisoma kitabu cha Richard Koch kinaitwa 8/20 principle, Pareto principle, anakuambia tumia effort ndogo kuleta matokeo makubwa. Kwa watu wengi huwa wanatumia effort kubwa kwenye AI, alafu matokeo yanayopata ni madogo. Yani nikisema hivyo na maanisha hivi kwamba mtu anaingia tu kumuuliza AI kidhani AI anajua kila kitu, anasahau kwamba yeye ndio master wa yule AI. AI sio master wake. Yani mtu tu akiwa na changamoto, I just need ChatGPT aniambie hivi na hivi, au I just need to do this, ChatGPT anakuwa sometimes anamjibu majibu ambayo hayaelewi, anakuwa anampa majibu ambayo maybe anaona mbona kama anadanganya na nini, kwa sababu hajajua jinsi gani afanye hiyo prompt engineering. Unaona? Kwa hiyo prompt engineering mimi ndo naweza nikamshauri kwa mfanyabiashara ambaye anataka kuanza kujua kutumia AI kwenye biashara yake. Cha kwanza, ajue jinsi gani ya kuiuliza AI, aiulize vipi. Yani AI sometimes ni kama mtoto wa kike. Kuna namna ukimuuliza vibaya anakuja, ukimjia vibaya na yeye anakuja kwa drama zake. Kuna namna ukija vizuri na yeye anakuja vizuri. Si unajua? So yani kwa hiyo AI ndo iko hivyo. Kwa hiyo inakupasa ujue jinsi gani utaiuliza. So mtu anaweza kaniuliza, sasa mimi nitajuaje kufanya prompt engineering? Unaona nitawezaje? Cha kwanza, kama unataka kumuuliza kuhusiana labda na tuseme content creation, nataka kumuuliza AI kwamba nataka kujua jinsi gani nataka nitengeneze content creation nitengeneze content calendar ya mwezi kwa ajili ya biashara yangu, au ya wiki kwa ajili ya biashara yangu. Cha kwanza kabisa, AI unatakiwa uanze naye kwa story. Mpe story, yani muelezee kwa udogo kwamba bana mimi labda nina biashara yangu, alafu usimuulizie pale kwenye ile chat. Andika pembeni kwenye labda notepad, ama andika pembeni kwenye just another space ambayo unaweza ukaandika ukaielezea biashara yako. Hey ChatGPT, hey DeepSeek, hey Gemini, mimi hapa fulani nina biashara yangu ambayo labda iko Magomeni, wapi na wapi, inajihusisha na hichi na hichi, faida labda ninazozipata kwa mwezi ni hichi na hichi. Elezea everything about your business kwanza, uielezee. Hata kama una documents ambazo zinaitambua biashara yako, zinaielezea biashara yako kwa mapana, zishare kwenye ChatGPT. Kuna option ambayo ni ya free, wanakupa credit labda 3 au ni 4, nadhani kama 5 sikosei. Unakuwa una add document kule ambazo zinaelezea kuhusiana na biashara zako. Kusanya data zote ambazo zinaelezea biashara yako and then share pale. Tuma, mwambie hii ndio biashara yangu. Ataisoma. And pia kuna baadhi ya tools ambazo ukitumia ChatGPT pale, kwa mfano thinking, ukibonyeza tunaita ni tools ama ni plugins. Ukibonyeza tu pale utaona attachment, utaona create image or thinking. Mimi napenda sana kutumia thinking na deep research ama study and learn. Kwa sababu unaweza ukaangalia labda unataka atumie muda mrefu ku think, kuisoma, ama afanye deep research, ama unataka afanye uchunguzi, ndo deep research ndo uchunguzi, ama learn. So kwa mfano kwa hiyo case ambayo nimezungumzia, AI anapaswa kulearn, umeona, ajifunze kuhusiana na hiyo biashara yako kwanza iko vipi, umeona. Zua akishajua hiyo biashara yako ikoje, inaelezea nini, and then sasa ndio unakuja unamuelezea hiyo kazi yako ambayo wewe unataka kuifanya, labda ni content creation. Mwambie unataka content za namna gani, unaona mwambie unataka content za namna gani, umeona, nataka content ziwe hivi na hivi. Kwa mfano mtu mwingine anaweza akawa ajui afanye content za namna gani.
Umeona, unaweza kaingia YouTube ukachukua course, labda ukaingia. Now hapo sijakwambia usome, no, just go to YouTube, ingia search course ambayo, tafuta channel ambayo inafundisha labda course na lisali zima la content ambayo inaonyesha content creation. Angalia review ile course, angalia comments za watu wamejibu nini kwenye ile course, labda imekuwa imewasaidia, comment ni nyingi, likes ni nyingi, review ni kubwa, huyo mtu anaaminika ambaye anafundisha kuhusiana na content creation, ameelezea vizuri kwenye hiyo video, umeona huyu ni the best, labda hiyo video ni hivi recently, kwa hiyo ina maana ita work vizuri kwenye business yako, umeona. So chukua hiyo video link, umeona, ukicopy hiyo link ya hiyo video, kuna AI tools nyingi ambazo zinakusaidia kufanya transcript ya video. Nikisema transcript ya video ni kwamba ina convert vitu ambavyo vimezungumziwa kwenye ile video kwenye lugha ya Kiingereza, umeona. Sana sana watu wengi ambao wanafundisha platform ndo za kwao, wao ndo wanazitambazo zinatoa transcript. Una copy ile link, umeona. Ukisha copy ile site inaitwa YouTube Script, ukiingia pale ukicopy video ya Kiingereza itakuletea maneno yote ambayo yameandikwa pale, ambayo yamezungumzwa kama subtitle, yani yote yameandikwa kwenye text. Halafu sasa unamwambia ChatGPT bana, au ni AI yake ambayo AI wako ambao unamtumia bana, sikia, napenda kumtumia ChatGPT kwa sababu ana memory, umeona, ana memory nzuri sana, pamoja na DeepSeek pia naye ana memory nzuri, umeona, sio kama Gemini. Sipo kwa ajili ya Gemini kusa, labda umlipie Gemini, ukimlipia memory yake ndio inakuwa more better, umeona. So tunarudi, una share na ChatGPT, umeona, unamtumia kwamba unamwambia hey ChatGPT, mimi hapa kuhusiana na biashara yangu, kwenye ile chat ile usibadilisha chat ile chat ya mwanzo ambayo umemwelezea kuhusiana na biashara yako, tuma sasa message nyingine, mwambie bana, nilikuwa nataka kujifunza kuandaa content, umeona, nilikuwa nataka kuandaa content calendar ya mwezi ya kwa ajili ya kufanya biashara yangu, lakini nimejifunza kwenye YouTube channel ya fulani ambao video title yake ilikuwa inasema hivi, vitu ambavyo nimejifunza ni hivi. Una paste ile transcript ambayo umeiconvert ile tutorial ya lisali moja, vitu ambavyo nimejifunza ambavyo anasema ni vya muhimu, ambavyo nikivifanya vitafanya kazi kwenye biashara yangu, naweza ni hivi hapa, unavipaste. Hata kama una kitabu, labda umependa page fulani, unataka uviimplement kwenye biashara yako, una copy yale maandishi ya zile page ambao unamwambia bana, nimeona kwenye hichi kitabu anasema hivi na hivi, natamani ikiwe implemented kwenye biashara yangu, una paste pale, anakuambia sasa. Akishaelewa unamwambia, lakini labda before hatujaandaa, kwanza mimi malengo yangu ni haya, vision zangu ni hizi, target zangu ni hizi, natamani kufikia hivi, umeona. Lakini pia hivyo unazungumzia malengo, vision, tunaita persona na persona ni upande wa wateja, huko nitafika, huko unamueleza kuhusiana na biashara yako. And then pia unaweza ukamwambia kuhusiana na persona ya wateja wako. Nikisema persona hapa, wafanya biashara wananielewa kwamba persona ni mteja wako, yani unamsoma mteja wako yuko vipi. Kwa mfano, tukisema kwa biashara zinazouza labda hardware parts, persona yake ni kwamba watu wengi ambao ni wateja ni watu wazima, wanaume, si ndio, wenye miaka 25 mpaka labda 35 au 40. Hao watu wanaishi labda Dar es Salaam, hao watu labda AI ataweza akakuambia kuhusiana pia na persona ya biashara yako. Unaweza kumuuliza pembeni kwenye task nyingine, ukamwambia, ukashare pia story ya biashara yako kama ulivyoshare mwanzo, alafu ukamwambia naomba persona ya biashara yangu, kama unaweza kaniambia, anakupa persona pale, then unarudi kwenye ile chat nyingine, unampa persona, unamwambia hii ndo persona pia ya wateja wangu na biashara yangu ndo hii, sasa nataka tuandae kama content calendar. Unatumia deep research, umeona. Kwa hiyo ukitumia deep research, anakuwa anakuuliza maswali pale ya muhimu, umeona, anakuwa anakuuliza maswali ya muhimu pale ambayo unakuwa unayaelewa, umeona. So hiyo ndio njia ya kwanza kwa mfanyabiashara ambaye hana hela na anataka atumie AI tools. Cha kwanza anatakiwa awe na hiyo awareness, umeona. Cha kwanza ni hiyo awareness,
anatakiwa awe nayo lazima, yani lazima awe nayo, ajue kwamba okay, kumbe natakiwa niwe najua kufanya prompt engineering. Kwa hivyo ndo prompt engineering inavyofanywa. From hapo yule chat ama hiyo AI unayotumia itakupa majibu ambayo wewe yani utakuwa like wow, this is amazing. And hicho ambacho nimekisema mtu anaweza kukitumia kama template ya ku multiply na ku generate different types of ideas, akazi generate na zikamsaidia. Njia ya pili ambayo anaweza akaitumia kwa ajili ya na hana hela ni kusubscribe hizi free tools kama ChatGPT ambazo zinakuwa zinatoa minimum labda usage na credit. Kama Canva wanatoa muda fulani mdogo wa kutumia, unazitumia kwa muda mfupi kwa sababu utumii kila siku, umeona. So hivyo ni vitu, hizo ni tools ambazo pia yani akafute zile free tools. Mfano kama ManyChat nilikuwa nimezungumzia mwanzo, it's free, anaweza kaitumia, ni free, umeona. Kwa hiyo asikangane kutafuta za kulipia free tools, ila muhimu ni prompt engineering. Nani anatakiwa ajue hapo? Yani ukishajua tu kufanya prompt engineering, wewe umemaliza kila kitu kwenye kufanya biashara yako na AI. Kwa topic ya nyuma, hapo pia kuna kitu kingine kinaitwa sasa unajua kingine ni kwamba kwenye hizi social media ambazo pia mfanya biashara anazitumia, anatakiwa ajue kuifanya ile social media app iweze kumsaidia. Ina TikTok kuna feature inaitwa scheduling, unaweza ukaschedule post zako. Ile ni automation, ni task automation. Kwa hiyo pia nako anatakiwa akuzingatie, kwa sababu naongea na wafanyabiashara ambao wanatumia social media kufanya biashara zao, kwa sababu sasa hivi ndo dunia ilipo. Kwa hiyo kuna tool kama feature kama task automation, kama kuschedule post, akawa anazischedule post zake zikawa zinajipost zenyewe akiwa amelala. Na imagine ameschedule post zinajipost zenyewe amelala, alafu ameconnect ManyChat, inamjibia pia message na inamjibia comment amelala, inamchakatia leads amelala, alafu pia let's say ana agent anamsaidia pia, au agent anamsaidia kujibu message au kusolve task zake amelala. Akiamka asubuhi anakuja anakundua au amepunguzwa au ameuliza bei, wateja ni hawa, anadili na wateja wale ambao sio wateja, wamekuwa na awareness. Kesho yake atawatangazia tena, kuna kama wako 10 kuna mmoja atanunua. Lakini ukiangalia hapo AI imemsaidia kwenye hivyo vitu ambavyo nimezungumza. Uongo, hicho pia ni kitu ambacho natamani sana awe anakifahamu, umeona. Na pia nakumbuka nilimwambia okay sawa, naona kama naenda nje ya mada, naongea point ambazo naona ni nzuri, lakini naona nitaenda nje ya mada. Pia kwenye mfanyabiashara, naongea na mfanyabiashara ambaye anaposti kwenye social media ili akue afanye nini. Ukipata muda wako pia ingia kwenye social media. Unaweza kuwa unatumia AI, unatumia tools vizuri, lakini pia unatakiwa uielewe social media ambayo unaitumia. Uielewe kwa misingi ifuatayo. Cha kwanza, elewa mida mizuri ambayo unatakiwa, tunasema posting time. Muda mzuri wa kupost kwenye social media yako ni muda gani? Unatakiwa uhakikishe unajua hilo swala. Kwa nini muda gani unatakiwa upost kwenye social media yako? Ukiingia kwenye Google ukiandika posting time kwenye social media, itakuonesha Instagram kwamba Jumatatu ni unaposti saa fulani muda gani, ndio post yako itaenda viral. Umeona? Jumanne utaposti hivi na hivi, Jumamosi utaposti siku fulani. Pia hiyo itakusaidia unaposhare content zako, usijiposti lini, saa ngapi, how. Umeona? Itakusaidia utakuwa unakuwa haraka. Kwa hiyo pia ni vizuri unaposoma kuhusiana na AI pia uelewe social media zinafanya vipi kazi. Umeona? Itakusaidia sana kukuza biashara yako. Ni keywords gani zinatumika, tunaita SEO. Umeona? Unafanya optimization ya social media zako, ni maneno gani utumie kwenye biashara yako, au watu wakisearch kuhusiana na maneno gani watakupata haraka kiurahisi. Umeona? Kwa hiyo hivyo ni vitu vya msingi sana ambavyo pia natamani kwenye biashara
angepaswa kuvifahamu. Ndio mwisho wa mimi na wewe kuzungumza hapa na pia sio mwisho wa mimi na wateja, mimi wafanya biashara. Nimezoea wateja, kumradhi. Sio mwisho wa mimi na audience wetu hawa wa Cyber Swahili kuweza kukutana, unaona. Kwa hiyo siwezi kusema na hapa ushauri wa mwisho, lakini vitu ambavyo mimi na wewe tumediscuss hapa naweza nikasema ni vya muhimu na wanatakiwa wavizingatie haswa. Lakini pia kitu kingine ambacho pia vitu vingine ambavyo naweza nikavigusia, wasiache kuvitilia maanani, ni pamoja na kile ambacho nimekizungumzia nje ya boxi, kwamba understand social media yako inafanyaje kazi, and then understand audience wako wanafanyaje kazi, audience wako ni kina nani kwenye biashara ambayo unafanya. Kiufupi, ushauri wa mwisho ni kwamba elewa biashara yako ambayo nimeipata. Elewa biashara yako unaifanya kwa ajili ya kutatua tatizo gani. Nakumbuka niliwahi, kwa sababu hiyo biashara tumuona ina faida sana. Umeona, mimi ndo namshauri kwenye biashara anapaswa kujua anafanya biashara kwa ajili ya kutatua nini. Anafanya biashara kwa ajili ya kutatua nini. Na ingia Google, andika so akiingia kwenye ile site yao atapata mafunzo ambayo yatamsaidia kujua anatambuaje matatizo ya jamii na kuyafanya yawe biashara. Lakini pia wana mafunzo mengine yanaitwa Buwabi, buni wazo la biashara. Umeona, au akiandika tu Buwabi ataona documents nyingi, afuatilie, pia zitamsaidia sana. And pia kitu kingine ambacho naweza nikakishauri akifanye, naona ni hivyo vya msingi ambavyo naona angeweza akiwa na muda wake, vitamsaidia na vitamfikisha mbali kweli. Na pia mwisho wa mimi na yeye kukutana, ama mimi na wewe kukutana, anaweza kanireach kupitia social media zangu kama LinkedIn, natumia Rogers Mosha. Kama anahitaji kupata coaching, naweza nikafanya coaching na wanafanyia coaching na biashara zao zimekuwa. Umeona, kama anahitaji kupata some advice na nini, anaweza akaja tukae. Together we go.